Jiti ilikuwa kuna majiti ambayo tulikuwa tunavunja ule mlango. Mimi nikachukua lile jiti la mkarafuu kubwa kidogo, nikalipenyeza pale pene mlango pale, kwamba wale wachukue lile jiti alafu wagonge juu, kwa sababu moto ulikuwa hamna mule. Kila nikitizama hivi moto hamna, wagonga pande juu ya dari, watoke kwa dari. Lakini ile jiti pale ilishindikana kupita, kwa sababu baada ya kushalipeleka tu nikaona wamekimbia ameenda masafa ya mbali kama kule, wamelikimbia. Kwa hiyo inaonyesha kwamba moto tayari pale ulikushafika, hata pale ilikuwa hawezi kulichukua tena. Kazi nikasema sasa hivi siitumii gesi, niachana nayo nikaendelea na mambo mengine, yani kazi nikatumia gesi nyingine. Wakawa ishafika muda pale tunafanya kazi usiku, ishafika kama saa 11 dakika kama 20. Ndio nikawasha gesi pale ile moja, jiko moja, nikawasha na jingine, ndio katokezea hivi. Na ile anawasha ile nyingine na seti moto ya stove, naona katokezea moto ule hafla. Nao ule lango kutaka kukomoa, lakini haikuwezekana, na moto ulikuwa ushazidi kuwa mkubwa. Unatoa cheche unakuwa mkubwa moto, na wenzetu hatuwasikii tena zogo ndani kwa kiweka mule. Asidi tukachukua hatua kukaa mbali, sije katuzuru na sio ile moto. Sana wamefika katika hospitali ya Abdalazwe majira ya saa 1:30 asubuhi, na walipofika ilikuwa tayari wameshafariki kwa sababu ya majeraha makubwa ambayo wameyapata kutokana na kuungua moto.